Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunasoma Ezekieli sura ya 1 mpaka sura ya 4. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Ikitokea Roho wa Bwana amekutuma uende ukamuonye mtu fulani, usipofanya hivyo, huyo mtu akafa katika uovu wake, maana yake ile damu ya yule mtu Bwana atakudai. Kwa sababu sisi wote tupo hapa duniani kwa ajili ya kukamilisha kusudi la Mungu. Sio kwamba wote tutasimama barabarani tuhubiri ama tutafungua makanisa, lakini mahali pale ulipo wewe ni mtumishi wa Mungu. Kuna kazi ambayo Mungu anataka uikamilishe. Mungu anapokutuma kwa mtu ukamuonye kwa mwenendo wake, kwa tabia zake, usipofanya hivyo Mungu atakudai, kwa sababu amekutuma hapa duniani kufanya kazi yake. Kwa hiyo ukisikia ndani ya moyo wako unasukumwa kumwambia mtu fulani aache uovu, lakini wewe ukakaidi ile sauti ya Bwana ndani yako, yule mtu ikitokea akafa katika uovu wake, Bwana atakudai. Tunakosa ujasiri wa kuifanya kazi ya Mungu ni kwa sababu hatujakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu unakuwa na ujasiri. Kwa hiyo ujasiri unaupata ukiwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Lakini ikitokea umeenda umemuonya yule mtu, lakini yeye akashupaza shingo, wewe unakuwa hudaiwi kwa sababu umeifanya kazi yako ambayo Mungu amekutuma. Mungu anapenda utii. Nenda. Akisikiliza sawa, asiposikiliza sawa, lakini wewe umemtii Mungu, umeenda umemwambia, ndugu yangu, huu mwenendo wako sio mzuri, unamkosea Mungu. Achana nao, tubu, mrudie Mungu. Asipokusikiliza atajijua mwenyewe. Lakini wewe umemtii Mungu, umefanya kazi yako. Unakuta kuna wengine wamepuuzia maagizo ambayo Mungu amewaagiza kwa ajili ya kwenda kumuonya mtu fulani. Yeye amesikia kabisa ndani yake anatakiwa akaongea na yule mtu. Anasema atajijua mwenyewe maisha yake. Sio mtu wa kufuatilia maisha ya watu. Ndugu yangu, utadaiwa damu ya huyo mtu. Ukisikia ndani yako msukumo wa Roho Mtakatifu, maana yake yeye hata kuacha utulie, utakuwa unakosa amani. Kwa nini anaendelea kufanya hivi? Kwa nini anaendelea kufanya hivi? Ngoja nikaongee naye. Yaani utakuwa unakosa utulivu mpaka siku ambayo utaenda kuzungumza na huyo mtu. Yule anakuwa ni Roho Mtakatifu ambaye anakuagiza uende ukaifanye kazi ya Mungu. Kwa maana hiyo basi hakuna haja ya masengenyo. Kama unaona mtu anaenda katika njia ambayo sio nzuri, ni chukizo mbele za Mungu, mwite. Mwambie unachokifanya kinamchukiza Mungu. Ndugu yangu, tuna safari ya kwenda mbinguni. Angalia sana usije ukaenda jehanamu. Yaani mwambie ukweli, usimuogope. Kwa sababu kama Mungu amekufunulia uone hivyo, maana yake anataka ukaongee naye yule mtu. Mungu hawezi kushuka hapa duniani. Upo wewe unayemwakilisha Mungu, wewe mwana wa Mungu. Kwa hiyo chochote ambacho unaona hakiko sawa wanakifanya watu na ndani yako unasikia msukumo wa kwenda kuwaambia, nenda kawaambie. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Sisi wote tupo hapa duniani kuifanya kazi ya Mungu. Mojawapo ya kazi ya Mungu ni kuwarejesha watu wamrudie Mungu wa kweli. Mojawapo ya kazi ya Mungu ni kuwaambia watu habari njema za wokovu, ni kuwapenda wengine na kuwajali. Vile unavyotamani maisha yako yawe mazuri, tamani na kwa wengine maisha yao yawe mazuri. Usiwaombee mabaya watu, usiwawazie vibaya watu, kwa sababu Mungu anaona moyo wako. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako, nimeelewa. Naomba unipe ujasiri pale utakaponituma niifanye kazi yako sawa sawa na kwa bidii. Amen. Hongera sana, tumeanza kitabu cha Ezekieli. Nikutakia wiki njema na siku njema. Tukutane kesho.